Hello, karibu tena hapa Elimu Mtaani Academy, na sasa tunaangalia somo letu la leo ambao ni WordPress for Business. Tuweze kuangalia sasa ni jinsi gani how to add page. Tutaangalia vile vile ni how to add post. In order to add page kwenye WordPress inabidi uende kwenye place inayosema dashboard, then utaselect sehemu inayosema page, then add page or add new inasema. Kwenye WordPress tunahitaji kuwa na page ambazo ni muhimu sana kuwa nazo, mfano about us, privacy policy, term of service is recommended, then disclaimer na contact us. Page hizi zinasaidia sana kuifanya website yako kuonekana kwamba ni website iliyokamilika, na Google hawatafanya biashara na wewe kama unategemea kufanya AdSense business kama page yako haina hizi page. Sometimes people wanakuwa hawana hizi page, wana register alafu baadaye matokeo yake wanakuwa account zao zinakuwa ban. I know some people the website they don't have because they don't have this kind of page, because when they register they show different page. They register, then they put code on different page. I know they cheat Google. Sometimes you end up getting good money, but when Google they discover, they'll ban your account as soon as possible. So that's the way it works. Sometime ni vizuri, sio sometime, muda wote ni vizuri sana kuwa na hizi page. Basi tuangalie demo yetu jinsi ya ku-add hizi page. Tunakwenda kwenye page, then let's look all page we have. I know we have one demo page, sample page ambayo mara nyingi delete, tunaitupa kwenye trash. I like to go to trash and remove empty trash. So to add new page unaweza ukaja hapa page, then add new, au ka click hapa. Zote zinakwenda kwenye the same link. Kwa hiyo page yetu ya kwanza ni about us. Una click publish. So before click publish, hapa unaweza ukaandika all your details about your website, then uka click publish. Vile vile kwa kuwa nimeinstall SEO, unaweza ukajaza hapa kwamba about us inazungumzia na nini na keyword yako inazungumzia nini. The our main keyword for our website is general mart. Is like general store. Unaweza ukaiacha hivyo. Then hii ni SEO, lakini somo la leo sio kwa ajili ya SEO, ni jinsi ya how to add page. Kwa hiyo sitapenda kupoteza muda, naweza nika pause na nika add all pages remaining, then tutaangalia page gani ambazo zote ziko tayari. So I'm back again. Hizi page zote nimeshakuwa nimezi add hapa: about us, contact us, disclaimer, privacy policy and the term of services. Kwa hiyo hizi page zote ziko tayari, nimesha add. Kitu kinachofuata ni tujifunze, don't worry about this analytics and the SEO. Hizi ni plugin ambazo usually if you don't install this plugin you will not see this, but zinaonekana hapa kwa kuwa ndio nime add those plugin, but for now don't worry about that. Then kitu kinachofuata ni how to add post. Kwenye post also tutaangalia jinsi ya kuadd category. Hii wa Hello World huwa inakuja moja kwa moja na website. Kwa hiyo ninaiweka kwenye trash, then I'm going to clean it, the trash, because I don't want my website to be slow. Empty trash. Then we click to add new, but before we add, let's add categories. So the first inakuja na category ambayo ni uncategorized. We can edit it by go to quick edit. We'll call blog, because all our posts will be under blog. It depends kama
unapenda kuadd more category, unaweza uka-add hizi categories unavyopenda, labda weight loss, kitchen item. Let me see, let me add more. Nitakuonyesha website inavyokuwa, lakini sitapenda kwenda huko, lakini naweza nikakuonyesha hapa. Tukaweka household item, let me say kitchen item. Kitchen items. Then you click add new category. Then okay, blog is there, because blog ni kwamba kila nani nitakayo add, kila post nitakayo add itakuwa under blog. Then naweza nikasema health and beauty items, and beauty. Okay, I can hear some noise from my fridge. Health and beauty items, then fitness items. Nitaishia hapa kwa kuwa sihitaji kujaza a lot of categories. Kwa sasa hivi tutafanya hizi tu. Sasa tunakwenda ku add post. I'll show you how to add post. Ni kama vile tunavyo add page. Tufanye page post, and what you can add. So you need to find like what you want to add to people, ili watu waangalie website yako kwa uzuri. Inabidi iwe na hizi posti nzuri na zenye kuvutia. Mfano nimeadi posti ambayo inazungumzia herbs kwa ajili ya kuweza kusaidia kulala vizuri, 3 herbs for better sleep, ambayo imeweka hapo. Unaona hii permalink tutaibadilisha baadaye, sipendelei jinsi inavyoonekana. Na hapa ndio unaweza kuedit kama unavyofanya Microsoft Word. Wengi wenu mnajua Microsoft Word. Jinsi unavyo edit, basi hapa unaweza kuedit vizuri tu. Next one, next slide. Hii ni post ya zamani sana, nimeicopy somewhere, highlight, ukasema bold. So tutakapo kwenda kwa mambo ya search engine optimization, nitawaelekeza jinsi ya kuwrite good post ambayo itakuwa itakuwa inaangaliwa vizuri na Google katika search engine optimization. So I'll do like this. Easy, I'm trying to make it look clean. Control B. Kwa kweli kama unajua kutumia Microsoft Word, basi hii wala haitakusumbua sana. Ni vile unavyotumia Microsoft Word, basi na hii ndio inavyofanya kazi. Kitakacho kuongezeka ni jinsi ya kuadd permalink. Ndio unabidi ujifunze. A lot of people they use Microsoft Word but they don't understand permalink ni kwa ajili ya vitu gani. So vitu kama hivyo labda ndo mtu utaweza kujifunza. Lakini kama unajua kwa kweli kutumia Microsoft Word, ambao unajua wengi wanajua kutumia hii Microsoft Word Office, hii sio tatizo kabisa. Kwa hiyo hapa nimeshaitengeneza hii post. Tags unaweza ukaandika sleep aid, sleep disorder, herbs. Let's put that. Don't want to write a lot, sorry. Then you add if you have here key focus, here ni sleep keyword. Halafu kama okay, nimeshamaliza hapa. Before we publish tunaiangalia inaonekana vizuri.
Kitu kingine, kama hatujaangalia jinsi ya kuadd email media, unaweza ukaadd media kupitia hapa media library, add new. Kama tayari umesha add media au hujaadd, basi you click here featured image. Hii itakusaidia website yako ionekane vizuri kama una image ambayo unayo tayari kwenye kompyuta, lakini hatuna image. Sasa naweza nikaja hapa nika search kwenye Google. Na kitu kimoja kwenye Google, sio image zote ni free. Image nyingi zina copyright, kwa hiyo inabidi uangalie vitu kama hivyo. Kuna njia ya kutafuta image, free image, na image nyingine unaweza ukakopi at the end, kama website yako ikapata popularity, ukaishia kushtakiwa na mwenye kumiliki picha. Kuna sehemu za kununua picha hizi ambao unanunua, kwa hiyo unakuwa unayo copyright, lakini vile vile Google wanayo njia ya kukupatia hii website picha kwamba unaweza kuitumia uwezavyo bure. So kwa sasa hivi nitaweka picha yoyote kwa ajili hii ni mafundisho tu. Na search Sleep Aid Hubs on image. Sitaki kutangaza biashara yoyote, kwa hiyo nitachukua Hebu as a bedtime hubs like this one. I like a big image, so I'll come here, more, search tools, show size, then I want large size. This is a sponsored. Unaona hii ya juu hapa sponsored, unajua ni matangazo ya biashara. Before Google they didn't put sponsored on image. Now they move even on the image. Oh, that's awesome. Herbal sublining sleep aid spray. So looking something look good a little bit. I'll go with this one. I know. Then you save images. I'll call sleep aid. Okay. Then we come back here, select, then we select, I think it went, where it went? Oh my God, on it. I think it's on download. Yep. Then select that one. And yes. Then remember here to put your title. Sleep Aid Hubs. Itakusaidia kufanya popularity ya website yako. Then insert. You can see here you get more green. This is search engine. Inasaidia sana. Hapa inakwambia no link appear in this page. So if tukiweka link yoyote itakusaidia vile vile. No, the focus keyword does not appear the first paragraph. So let's see the first paragraph. Even though mimi sifanyi SEO, lakini like insomnia. Kwa matangazo ya biashara, lakini okay, yachi. I can do like this. Then I'll highlight this and bold a little bit. Then I'll find another word like sleep. Yeah. Give italic a little bit. Control I. Let me find here sleep aid. I can show if I'll give you link. I'll give it to one link, Sleep Help Week. I'm not advertising anybody. I'll go to week. So I'll do this one. I'll copy the link here. I'll come here. I want to give the link
to see like my search engine itabadilikaje. So if we come down here, you see it's very good now. It has this, the page title is too short. It's okay. It's okay for now. So after we do this, we come and we say publish. And as you can see here, my is green. So my search engine optimization as I discover move up to 16 minutes, which sio muda ambao nilitegemea, sababu nimezungumzia search engine optimization na add media, which haikuwa katika mpango huu, lakini si vibaya sababu tumesha cover jinsi ya add media. Ukaona hapa kwamba search engine inaonyesha kwamba keyword iko vizuri sasa hivi. Search engine settings kwamba ni green, kwa hiyo ni vizuri. Kwa hiyo tumesha click publish. Kitu kingine cha haraka niweze kwenda here tubadilishe hii settings kwenye permalink ili website article yetu iweze kuonekana vizuri. Always select here post name, alafu click save changes. Tuende tuangalie website yetu kama unavyoiona sasa hivi inaonekana hivi. Voila, article yetu ya kwanza inaonekana iko vizuri. All pages zinaonekana hapa kwa juu, lakini sio kwamba tumeshatengeneza menu yetu. Nitajivuta kidogo, nita create menu here. Kwa hiyo tutamaliza ili somo la menu kabisa hapa. Jinsi ya ku create menu, tunakuja hapa kwenye appearance, tunakwenda kwenye menu. Tunasema create new menu. Kwa hiyo let's click create new menu, give the name main menu. Always I have this, that's why they populate. Okay, create main menu. Okay, so tunasema view all, nataka iwe home, then about us, I'll select all, then add to menu. Tutaipangilia hapa home, about us, then term of service, contact us at the end. So private policy, then term of service, it will be under private policy, and the disclaimer will be under also private policy. Then we come here to category, we say view all, blog, add all, then fitness item, health, body, beauty items, kitchen items. All this it will be under blog. Then we move our blog here before private policy. Then after that we'll say save changes. We save our menu. You'll come to manage location. Primary menu you want, we'll say main menu. Then we say save. We can see our website now will look like this. Home, about us, blog, which will have fitness items, health item. When you click blog, you will see all what I can say, post. Then here we'll select post recordings. Then private policy will have all this page and contact us. I forgot kwenye post, if tukienda kwenye ile post yetu tulio create, tukiclick edit, tunaweza kuchagua hapa category ya hii post. Nafikiri hatukuchagua, tunaona tuna blog, lakini vile vile kwa kuwa hii ni health and is sleep aid, tunaweza tukaselect here, then tuka update our website. Kama unaiona hapa sasa hivi ukiclick health and beauty is empty, I think so. Okay, now tayari kwa kuwa nimesha update. Unaona inasema hii ni blog, alafu vile vile na category ya health and beauty items.
Kwa hiyo asante sana kwa kuangalia video hii, na pole sana nimezidisha muda wako. Sikutegemea kufika dakika 20, lakini nimeweza kukava na battery yangu vile vile inapungua. Nimeweza kukava mambo mengi bila kutegemea, kwani tumeweza kuzungumzia how to add page, how to add post, how to create menu. Vile vile tumeona jinsi ya ku add media kwenye website. Kwa hiyo kilichobaki sasa hivi ni tutazungumzia widget kwenye video ijayo, how to add advertisement and to customize website. So asante sana kwa kuwa nami, na tujiunge kwenye video inayofuata ili tumweze kumalizia somo letu. Shukran.